tumeandikwa kutoa sababu kwa kutumia maandiko. Mashahidi wa Jehova wanaitwa society. Watu wapo ukurasa wa 270 wanatoa maelezo haya. Anasema hivi, ukurasa wa 269, samahani, 270 ndio tutamalizia. Ukurasa wa 269 kuna kichwa kinasema Sabato. Fasili ya Sabato ni neno lililochukuliwa kutoka katika neno la Kiebrania, yani Shabbath, kumaanisha pumziko, kukoma, kuacha. Sabato ya kila juma ni siku ya 7 ya juma, ni kutoka machweo Ijumaa mpaka machweo Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wenye kujidai kuwa ni Wakristo wameshika kimapokeo Jumapili. Ukurasa wa 270 kuna maelezo yanasema hivi, kutoa sababu kwa kutumia maandiko. Ijapokuwa Kristo, pana maelezo hivi, Jumapili, siku ya jua, ilikujaje kuwa siku kubwa ya ibada kwa sehemu kubwa ya jumuiya wa Kristo? Ijapokuwa Kristo alifufuliwa siku ya kwanza ya juma, ambayo sasa huitwa Jumapili, Biblia haina agizo la kuweka kando siku hiyo ya juma kuwa takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wanasema ijapokuwa Yesu alifufuka Jumapili, hawa wenzetu wa society, ijapokuwa Yesu alifufuka Jumapili ambapo Wakristo wengi wanaabudu, Biblia haina agizo kwamba siku hiyo iwe siku ya ibada. Mwezi wa 8 ilikuwa ni tarehe, nafikiri ilikuwa ni tarehe 4 mwezi wa 8, tarehe 4 mwezi wa 9, tulikuwa na effort pale Nakanga. Walijitoa watu kama 20 hivi, Mungu aliinua watu wakajitoa 20, lakini kitu cha ajabu pale kuna mshiriki mmoja ana gari, tena magari ya kisasa. Alisema, mwinjilisti, inawezekana watu hawajaelewa Sabato, au wengine wanasema huyu mtu anatudanganya. Akaleta funguo ya gari, akailiweka gari karibu na mkutano, akasema, waambie watakao likuta fungu kwenye Biblia linalosema ibada ipo Jumapili, hili gari na wakabidhi na funguo zake. Watu wamefurika. Mimi nikasema, jamani, sasa tufanye hivi, si mna viongozi wa makanisa, naomba kawaulizeni, gari la bure ni mamilioni yako hapa, na ile fungu ikatangazwa kabisa. Jamani, leo ni leo, atakayepata fungu la ibada Jumapili aje abebe gari la fungu. Na alisema mwinjilisti, kokote utakakoenda, atakayelipata ile fungu nipigie simu, upo na Nkanda. Kwa nitoe tena lai kwa wenyeji wa Itekesha. Hawa society wamesema Biblia haina agizo la kuweka ibada Jumapili. Tutajifunza mbele nani aliamuru watu wasali leo. Nafikiri Mungu ataendelea kutubariki tunapoendelea kujifunza. Nimalizie kwa kitabu hiki. Kitabu hiki kinaitwa Mafundisho ya Kikristo, Katekisimu ya Kanisa la Moravian. Hapa nimeona kuna wa Moravian. Sasa nakwenda kusoma kitabu chao, usikilize kinavyosema. Kama wewe ni Moravian, kaa mkao wa kusikia. Katekisimu ya Kanisa la Moravian, na nukuu ukurasa wa 10. Amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato utakase.
Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibariki siku ya sabato akaitakasa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hali Olivia. Sasa nimalizie pointi yao ya mwisho ambayo inaniweka huru kusema kwamba kumbe ibada ni Jumamosi. Wanasema hivi, siku ya Bwana imewekwa tangu lini? Hii katekisimu ukurasa wa 10. Katekisimu ya kanisa Moravian inasema hivi: Bwana ameweka siku hiyo tangu mwanzo wa ulimwengu. Waisraeli walipumzika Jumamosi ambayo ni sabato. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sisi wa Kristo tunatakaza Jumapili tukikumbuka kufufuka kwa Yesu. Yaani wanajieleza kwamba sisi wa Kristo sio Mungu. Yaani Mungu ameweka sabato amemaliza. Wakristo wakasema sisi tushangilie kufufuka. Nje na neno la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Fungu la mwisho. Isaya Yeremia 50 fungu la 6. 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 6 anasema, ndio, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Nabii Yeremia anasema watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamepotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Wamewapotesha mlimani. Wamewapotesha makanisani. Wamekwenda toka mlima hata kilima. Wamekwenda toka kanisa hadi kanisa. Wamesahau mahali pao pa kupumzika. Wameisahau sabato ya kupumzika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jioni ya leo umepata neema kuelewa kwamba ibada ni Jumamosi ya kabisa maisha kwa Yesu, mwabudu Mungu aliye hai. Jumapili haina agizo lolote kwenye Biblia. Na tutajifunza ilitokea wapi. Nikusihi jioni ya leo, kwa kuwa wachungaji wametupoteza na amri 10 zinaagiza, amri ya 4 inasema ikumbuke siku ya sabato. Kwa nini usisimame tuweze kupata kuomba pamoja nami? Nasema sasa nimeelewa. Nimeelewa Mungu na amri zake. Tumeona dunia ina hatia, inaasi sheria, imevunja agano la milele, imebadili amri ya Mungu. Wakristo wanajidai wenyewe kwamba